Na makosa haya mheshimiwa, hakuna mtu yoyote wa wilaya, hakuna kiongozi wa wilaya anayeweza kurekebisha kero hii, wala mkoa, hakuna mtu. Kwa nini mimi naongea kwenye vyombo vya habari? Kwa nini mimi naongea kwenye mitandao ya kijamii? Na watu unajua, hamna kitu kibaya mheshimiwa kama akili ndogo kutaka kutawaliwa na akili kubwa. Yaani uelewa tu mdogo. Kuna watu wamesoma lakini hawajaelimika mheshimiwa. Sasa tatizo liloko kwenye wilaya ya Mwanga ni kwamba hawataki kukiri kwamba hili jambo ni tatizo, ni kero, linawatesa wananchi, lakini sio wao wamelikosea. Wangepaswa kujua kwamba hawaliwezi kulirekebisha. Kuna kero ambazo wilaya inaweza kurekebisha. Na ndio maana nimekuwa wazi kwako mheshimiwa Profesa Shemdoe, nikiwa na maana ya kwamba nimekufurahia na nimekupongeza kwa sababu mwenye uwezo wa kushughulikia tatizo hili ni ofisi yako tu. Ofisi ya wilaya haiwezi. Hakuna mtu anaweza kuondoa hii kero ndani ya wilaya. Kwa jinsi ninavyozungumza au ninavyofahamu, kwa ufahamu wangu na kwa elimu nilionayo na kwa taaluma zangu ninavyofahamu kero hii tulionayo. Kwa nini mimi nailalamikia kwenye mitandao? Ni kwa sababu najua wanachokifanya viongozi wa halmashauri ya Mwanga ni kufunika, ni kujaribu kutengeneza lile kosa ambalo walilifanya wenzao waliohamishwa wao wakaletwa kwenye hizo nafasi. Sasa wanajaribu kulilazimisha, wakati mimi nawaambia hamwezi kurekebisha hili tatizo. Hakuna mtumishi yoyote wa wilaya ya Mwanga ana uwezo wa kuondoa hii kero tulionayo. Na mkoa, sio mkuu wa mkoa, sio viongozi wa wilaya na ni wa mkoa, hawana mamlaka wala uwezo wa kuondoa hii kero. Kwa hiyo itabidi kwamba tukiwaambia watabaki kutusikitikia, lakini mamlaka na uwezo, sheria zimewabana. Sheria hawawezi, na akitokea mtu akaiondoa hii kero tulionayo, lazima awe ni mtu wa taifa. Ndio maana mheshimiwa Profesa Shemdoe uliposema kwamba tunalifanyia kazi, nikaona nijieleze kwako ili utakapoamua kuja wewe au kutuma watu nje. Na hapo ukisema halmashauri ishughulikie, haitaweza. Ukisema mkoa ushughulikie, hautaweza. Ila ofisi yako na iamini, na ninajua sheria imewapa mamlaka hayo, wanaweza. Kosa lenyewe ni lipi ambalo linasababisha watu mpaka tunajisikia uchungu sana na serikali wetu? Tunaipenda Mama Samia, tunampenda, lakini tunasema kwa nini serikali inanyanyasa watu? Kosa lenyewe ni hili mheshimiwa, ni kwamba wale waliohamishwa baada ya kugundua kwamba kuna mikataba ya stendi ya watu waliingia mikataba kwamba wajenge baada ya miaka 10, basi ina maana vile vibanda vinabaki kuwa halmashauri. Na vibanda vya CD Msuya navyo pia vina mkataba. Hata wakifukuzwa wakanyang'anywa hakuna shida, maana wana mkataba. Wale watu wanatakiwa walipe. Lakini ukienda kwenye lile soko kubwa kule Bomani, nalo pia wote vibanda vile vyote vina mkataba kwamba jengeni, baada ya miaka kadhaa kibanda kinabaki kuwa mali ya halmashauri, kwa muendelee kulipa kodi 20,000, hata wakiongeza hamna shida. Na stendi ambako hata mimi nina vibanda hatuna shida nako, unatakiwa tulipe kodi. Na ndio maana nikasema wananchi wa Mwanga tunapenda kulipa kodi. Tatizo liko hapa, walipokuwa wanachukua vile vibanda vya stendi, wakachukua vibanda vya CD Msuya, wakachukua na vibanda vya soko kuu, wakaviingiza kwenye mfumo wa ulipaji wa kodi. Sasa wakachukua na vibanda ambavyo sio vya halmashauri, havina mkataba, havina makubaliano yoyote na serikali, ni mali za watu wenyewe. Wakachukua na vile vibanda vyote karibu zaidi ya 100, wakavichukua vile vibanda vyote ambavyo Mheshimiwa Magembe ndio alisimamia wananchi wake tujenge, wakaviingiza kwenye mfumo wa kulipa kodi. Sasa ambalo hilo ni kosa kubwa sana, kwa sababu mtu akisha kuchukua wewe akakuingiza kwenye mfumo wa kodi, hakuna anayeweza kukuondoa, kwa sababu wewe, yani mfumo unahesabu kodi, na wewe kama mtu unaangalia unaona kwamba
huu ni mwaka wa fedha, lazima watu walipe. Wakaguzi wakija kutoka taifa, wanapokuja kukagua mahesabu ya fedha, mapato na matumizi katika wilaya au katika halmashauri, wataangalia kwenye mfumo, na wakiangalia kwenye mfumo wanaona mbona pesa ni nyingi, kwa nini hao watu hawalipi? Kwa nini? Hakuna namna ya kuondoa zile fedha au kumuondoa mtu kwenye mfumo wa kulipa kodi wakati ameshaingizwa kwenye ule mfumo. Mfumo unachotaka ni kudai, lipa kodi. Hata ndicho wanachokitumia halmashauri. Sasa unakuta kwamba kwa sababu na wao asilimia kubwa tulionao, nimekwambia ni majenzi, lakini bahati mbaya pia tuna maform 4 failure. Yaani tuna watumishi ambao wako ndani ya halmashauri, lakini wengi ni wale ambao elimu zao ni ndogo. Yaani wanafanya kazi, labda wamepata hizo kazi kwa kupitia migongo ya wazazi au viongozi au kufahamiana na ndugu na nini. Hiyo ndio inayotutesa tu hapa halmashauri ya Mwanga. Kwa sasa kama wangekuwa ni watu ambao wamesoma, wangeelewa hili ni tatizo na linawaumiza wananchi, kwa hiyo wangeliandikia ripoti, wangeshirikiana na wananchi, waseme hao kwa sababu hao ni wageni, mkurugenzi amekuja ni mpya, afisa biashara ni mpya, mwanasheria ni mpya, hawa maafisa biashara ni wapya. Wangekaa wajue kumbe hivi vibanda viliingizwa kimakosa. Kwa vingeandikiwa taarifa iende mkoa nao wangesema kumbe viliingizwa kimakosa, kwa sababu hakuna mahali ambapo hapana historia. Alafu nyie Profesa Shemdoe mngeletewa sasa kwamba hili jambo liliingia kimakosa, vibanda kadhaa hivi viko kihalali, vibanda hivi vya Mwanga viko kihalali, hivi viko kihalali maana vina mikataba, lakini hivi 100 viliingizwa kimakosa. Ndio maana ya mimi kusema kwamba hakuna mtu mwenye uwezo kumtoa mtu kwenye mfumo. Tunao watu wa mahesabu wahasibu, tunao nani, lakini hawezi kumtoa mtu kwenye mfumo, kwa sababu akimtoa mtu kwenye mfumo au mtu yoyote akiamua kumtoa mtu kwenye mfumo, ukiwa na uwezo wewe wa halmashauri kumtoa mtu kwenye mfumo, una uwezo wa kuweka ndugu zako na kuwatoa. Utakuwa na uwezo wa kufanya mambo ya wizi. Kwa hiyo ndio maana mifumo ya nchi yetu, taifa peke yake, ofisi yako peke yake ya TAMISEMI ina uwezo wa kuondoa hivi vibanda kwenye mfumo wa kulipa kodi. Tubaki tunalipa masuala ya ushuru, hatukatai kulipa, leseni hatukatai kulipa, ada na michango mingine hatukatai kulipa. Na hata kama serikali inataka ikatufidia vibanda vyote viwe vya halmashauri, bado hatuwezi kukataa, hatuna la kupinga. Lakini sheria ya kuzulumu au kutaifisha mali ya mtu Tanzania sijaiona hiyo sheria mimi kwa sasa. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, naomba tusaidie jambo ambalo wilaya haiwezi. Najua uliposema uliponiambia kwamba Mheshimiwa Waziri kwamba unalishughulikia, ndio maana nimejisikia moyo na nimekupongeza, kwa sababu jambo hili hakuna mtu mwingine anaweza zaidi ya wewe na ofisi yako. Nikiwa na maana kwamba labda kama mambo yamebadilika, maana mimi sifanyi kazi serikalini, labda kama kuna sheria zimebadilika, labda mna watu wanaweza kuingiza watu kwenye mifumo na kuwatoa, labda kama mambo yamebadilika. Lakini mimi ambaye ninafahamu na nimejaribu, najua kabisa mtu wa wilaya akiamua kumtoa mtu, maana yake atakuwa ni IT wa juu sana na atakuwa ni mwizi. Sababu ya mambo nimeyafanya, nayafahamu, naelewa mambo ya mifumo kidogo, nimekaa nje ya nchi, naelewa mambo ya mifumo. Hata hao wengine wanafanya ukora, ninajaribu kuangalia mambo ya mifumo kidogo, nayafahamu. Kwa hiyo Mheshimiwa, wewe una uwezo huo. Wanachotakiwa kufanya halmashauri ni kutoa taarifa za uhakika kwamba vibanda hivi viliingia kimakosa. Mkoa nao ufanye utafiti wake, ugundue kwamba vibanda hivi viliingia kimakosa. Alafu mkoa ulete taifa, na taifa nao wapokee, ndio waweze kuondoa hivi vibanda vya watu kwenye mfumo wa kulipa kodi.
alafu vile vya serikali viendelee kulipa. Mimi mwenyewe natamani walipe, lakini pia kuna taratibu za hawa ambao wenye mikataba na wanatakiwa kulipa, maana vibanda ni vya halmashauri. Nao pia kuna namna ya kuapproach na kudai zile kadi na ni zile kodi. Sio kila kitu kwenda kwa maguvu. Vibanda vingi vimefungwa vya stendi na sijajua kwa nini, na vibanda vya vya CD Msuya vingi vimefungwa, havifanyi kazi. Ukienda soko kuu vingi vimefungwa, lakini mifumo inahesabu hela kila siku, inahesabu mwisho wa mwaka. Kama sasa hivi tarehe 1 mwaka wa fedha tarehe 1 mwezi wa 7, mfumo unaonyesha kwamba hela lazima ziwepo kwenye budget, lazima hela ziwepo. Sasa kumlazimisha mtu lipa tu, na wakati mifumo mlikosea nyewe nyewe watumishi wa umma, mnawanyanyasa watu, mnawaumiza watu. Fikiria, kuna wengine wamelazimishwa sasa hivi kusaini mikataba. Kama hili tangazo wameliweka, wanalazimishwa watu kusaini mkataba, na mtu analazimishwa kulipa. Kuna waliolipa na kuna waliosaini mikataba, lakini wamesaini kwa kulazimishwa. Kwa mfano, kuna mtu mmoja alijiwa na maafisa biashara, wakafunga duka lake na nyama ziko ndani, wakafunga duka ile bucha, wakafunga kabisa. Sasa yule mtu anafikirie, niache nyama zote ziharibikie ndani, nifanye nini? Basi wacha nilipe tu. Analipa ni sawa na mtu aliyeshikiwa mtutu. Kama ufanye hivi, tunafanya hiki, saini mkataba huu. Mkataba wenyewe wameuandaa wenyewe, hawakupi hata usome, hauna mwanasheria. Mikataba yenyewe ukiangalia, kama kweli mikataba hii, hata mimi ninayo mingine hapa, kama kweli imeandaliwa na mwanasheria, basi ni mwanasheria form 4 failure. Sababu hata mimi mwenyewe ambaye sio mwanasheria siwezi kuandaa mikataba ya namna hiyo. Alafu pia saini za mkurugenzi zinatumika vibaya. Mheshimiwa Profesa Shemdoe, kwenye halmashauri yetu ya Mwanga, yani ukienda kwenye idara zote, maana mkurugenzi ndio mkuu wa idara zote pale, yani kuna watendaji wanatumia jina la mkurugenzi vibaya. Na ukiangalia binti wa watu, samahani kwa kutumia neno binti, lakini pamoja na hayo bado ni Gen Z, yeye ni kijana mdogo. Ukiangalia sifa za huyu mkurugenzi, mpaka rais amemwamini. Mimi najua kabisa ni mtu ambaye anafanya kazi, nimefuatilia, namfahamu vizuri. Yeye hanifahamu, lakini mimi namfahamu. Ni mgeni, yeye hanifahamu, lakini mimi namfahamu vizuri. Amefanya kazi nzuri sana akiwa Korogwe. Pale Korogwe amefanya kazi nzuri. Nina watu marafiki zangu pale, makanisa ninayo kule, na wachungaji pale, na watu wafanya biashara wengi pale Korogwe. Kwa hiyo nikitaka habari za mkurugenzi, nikitaka habari za mkuu wa wilaya, nikitaka habari za mtu yoyote, nitapewa, kwa sababu wale wananchi ambao ni waumini wangu wataniletea. Kwa hiyo huyu dada huyu ambaye ndio mkurugenzi wetu, japo ni binti mdogo, lakini ni mtu ambaye mwenye busara na amefanya kazi vizuri. Lakini hapa Mwanga wanataka kumchafua. Ukiangalia kikao chake, wewe fikiria tu, kikao cha yeye na wenye viti, ameita kikao yeye, lakini unakuta wenye viti wa vitongoji na baadhi kwenye ule mkutano walimziria tu mkutano bila sababu. Kwa nini? Ukifuatilia hapo unagundua ni ufahamu mdogo wa wale tuliowakusanya. Na ndio maana ninachomwomba Mungu, kwa sababu tayari serikali iko kwenye taratibu za kubadilisha katiba, na tayari hata ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi imewekwa kwamba katiba tunabadilisha. Mimi tukifikia hapo sasa, nitaomba mabadiliko ya katiba, ili kwamba tusiruhusu hawa watu ambao wanagombea wenyekiti. Mtu anagombea wenyekiti wa serikali ya mtaa, anagombea wenyekiti wa kijiji, hajamaliza hata form 4, yani ni form 4 failure yote ndio anakuwa pale. Unakuta wengine hata darasa la 7, hata shule ya msingi hawakusoma. Yani mtu ajui hata kusoma, lakini ni mwenyekiti wa kitongoji.
Unakuta ndio hao wanafika mahali hawajui hata protocol za kumheshimu hata mkurugenzi, wanaenda kumziria kikao, na ukiangalia sababu ni ndogo sana. Mkurugenzi amechelewa labda nusu saa, alisema saa 4, labda kaja saa 5. Sasa huwezi jua huyu mkuu ametoka huko, labda aliitwa na yeye na bosi wake. Sasa mnaanza kuzira kikao, au mmekosa tu soda kwenye kikao, mmekosa tu hizi bites, labda vimandazi au vinywaji hapo kwenye kikao, tayari mnaziria kikao. Sasa watu wa namna hiyo ni watu ambao wa chini sana.